Isaya 66:17 na 66:17 inasema katika Isaya 66:17, watu wanaojitakasa na kujisafisha katikati ya mashamba nyuma yake aliye katikati, wanaokula nyama ya nguruwe na machukizo na panya, wataharibiwa pamoja, Bwana anasema. Maana yule mwenye kula nyama ya nguruwe, Mungu atamtupa motoni. Takbir. Isaya 66:17, Isaya 66:17. Na kwa kumalizia, kuna neno moja alimkashifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema mahaji, kama vile tuna haji pale na tuna haji hapa, wenyewe Mungu aliwajalia kufika Maka. Sasa anasema hivi, mahaji wanapotoka Maka, wanapofika nyumbani, mnamwona wanamweka chumbani, eti anakuja na majini. Lazima nicheke kwanza kidogo. Anapokuja na majini, basi wanamweka ndani. Kila mwanamke akiingia huko ndani anakuwa ni wake. Wanampangia wanawake 20, kila mmoja na wakati wake. Maneno haya yanatoa, yameyasoma katika aya gani? Au hadithi gani nasema maneno? Sinaona kama nikutunga uongo. Sasa nimemuona pasta, nikamuelewa. Nikaona anaiga tabia ya waandishi wa zamani. Hao waandishi nimeandika habari zao. Nimeandika huko Goma. Ameiga kama vile waandishi wamesema katika sifa ya muumbaji, eti Mungu alijuta kuumba watu duniani. Mwanzo 6:6 inasema, tunafahamisha kwamba Yehova alijuta kuumba watu duniani. Vipi Mwenyezi Mungu akuwe na sifa hii kama hii, asijue atakayomtokea mpaka imfikie kujuta? Hii iko katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 6. Genèse chapitre 6 verset 6. Hata tukirudi nyuma kidogo katika andiko ya hapo juu, Mwanzo 6:3, tutaona kujuta kwake Mwenyezi Mungu aliamuru kwamba mwanadamu hatazidisha muda wa miaka 120. Maneno haya kweli Mungu anaweza kutamka? Kama hatapitisha miaka wakati huu kabisa, hakuna mwanadamu aliyezidisha miaka 120. Wako wamezidisha. Kwa nini kumzingi? Hivyo vivyo ameiga tabia ya hawa waandishi, kumchafua sifa ya Mungu. Kama Mungu anaweza kujuta, asijue atakayotokea. Itakuwa Muhammad, itakuwa mahaji. Ni tabia zenye anafundishwa. Sifa ya pili ambayo ilichafuliwa na Mungu. Mungu alifanya jido, yani mweleka na Yakobo. Mwanzo 32:24 mpaka 28. Hapa Yehova anatajwa kuwa ni mdhaifu mbele ya Mungu, mbele ya Yakobo. Walizabana mweleka tangu usiku, uliingia hadi mapambazuko. Mungu huyu alishindwa na akampa jina mpya Israeli. Maana yake ameshindana na Mungu na watu wote. Anasema alipombana Mungu, akazabana naye, basi Mungu akamwambia, basi naona inapambazuka, niache ili nikubariki. Akasema sitakuacha mpaka unibariki. Ndio alikasema. Akamwambia, basi jina lako, na akasema Yakobo, tangu leo nakupa jina Israeli, umeshindana na Mungu. Ndio kamwacha. Akageuzwa jina tu juu ya nini? Alimwangusha Mungu. Mungu anaweza kuwa na sifa kama hii. Sifa ya tatu. Sikia vile mimi sione, ni kawaida. Ni kawaida tu. Soma Kutoka 32:12 mpaka 14. Anasema andiko hili nasema, usome Mwanzo sura ya 32 mstari wa 12 mpaka 14. Ni Kutoka 32 mstari wa 12 mpaka 14. Exode chapitre 32 verset 12 à 14. Andiko hili linasema ni: kwa nini Wamisri waseme, amewatoa kuwatendea mabaya na kuwaua juu ya milima na kuwaharibu toka juu ya uso wa nchi? Geuka katika hasira yako kali, utubu uovu huu ulionao juu ya watu. Kumbuka Abraham na Isaka na Israeli, watumishi wako, uliowaapia kwa wewe mwenyewe na kuambia, nitazidisha kizazi chenu kama nyota za mbingu, na nchi yote uliyosema juu yake nitawapa kizazi chenu na watakao urithi kwa milele. Bwana akatubu ule uovu waliosema
atakaowatendea watu wake. Mungu anaamrishwa na Musa kutubu uovu, na Mungu anageuka na tubu. Itakuwa habari ya Mahaji Muhammad sijui alifanya hivi. Haya yote ni tabia. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu yafaa kwa mafundisho. Tunaendelea. Kuna habari zingine ambayo sijui kama nitaweza kusoma. Kuna mwenye anaweza kuwa msomaji hapa akanisaidia kusoma mwenyewe. Nataka itoke kichwa mwingine sababu ni vitu nimewaelezea. Lakini ni lazima kusoma bwana. Basi mtu aliona haya kusoma wakati alikuwa anasema cha Muhammad. Kuna haya. Lakini kwa mimi sijui kijana anaweza kutusaidia kusoma. Unaona vizuri. Unaweza kutusomea Isaya 20 hapa. Unaweza kuja hapa msimama. Unakata hapa. Unakata hapa utusomee mstari wa 2 mpaka 4. Ikiwa kama utakosea, niko na Biblia nyingine hapa. Naweza nikakusaidia. Isaya sura 20 mstari wa 2 mpaka 4. Esaïe chapitre 20 mstari wa 2 mpaka 4. Usome. Unasoma Kiswahili vizuri? Haya, soma tusikie. Soma. Wakati ule Bwana alisema kwa kinywa cha Isaya mwana wa Amozi akisema, kwenda ufungue nguo ya gunia toka viuno vyako, na ondosha kiatu miguuni mwako. Naye akafanya hivyo, akitembea utupu na miguu yake mitupu. Na Bwana alisema, kama vile huyu mtumishi wangu Isaya alivyotembea utupu na miguu yake pasipo viatu kwa miaka 3, awe alama na mshangao juu ya Misri na juu ya Ethiopia. Endelea. Mstari wa 4. Vivyo hivyo mfalme wa Asuria atapeleka wafungwa wa Misri na watu wa Ethiopia waliohamishwa, vijana na wazee, utupu na miguu yao pasipo viatu na matako yao wazi. Takbir. Mnajisikia wenyewe? Yaani watu wanatembea utupu, hawana nguo na nini yao wazi. Mkasoma. Rudia ndani. Karudia ndani. Utaichukua hiyo. Rudia ndani kabisa. Rudilia tena andiko ba. Kwa mama msikii kabisa. Waambie msemaji wewe nani alisema? Nani alisema? Nani alisema hiyo? Mungu anamwambia Isaya atembee uchi miaka 3. Kwa Biblia tumaini. Akuwe alama tu juu ya Misri. Nabii mzima alikamata tu wazee wanatufanye marshe tutembee uchi tu, hatuna tangu. Soma tena ile andiko. Soma tena. Wakati ule Bwana alisema kwa kinywa cha Isaya mwana wa Amozi akisema, kwenda ufungue nguo ya gunia toka viuno vyako, na ondosha kiatu miguuni mwako. Naye akafanya hivyo, akitembea utupu na miguu yake mitupu. Na Bwana alisema, kama vile huyu mtumishi wangu Isaya alivyotembea utupu na miguu yake pasipo viatu kwa miaka 3, awe alama na mshangao juu ya Misri na juu ya Ethiopia. Hivyo hivyo mfalme wa Asuria atapeleka wafungwa wa Misri na watu wa Ethiopia waliohamishwa, vijana na wazee, utupu na miguu yao pasipo viatu na matako yao wazi. Hii inapatikana katika Biblia hii. Ngoja tusome hapa mwanzo. Ni Biblia ya Kiswahili cha Kongo. Wanasema Alliance Biblique Universelle. Biblia maana hapa nasema yote utaona pale, na iko katika page 872 katika ukurasa wa 872 ya Kongo, ya Swahili ya Kongo. Na hiyo ni Biblia. Njoo hii Biblia ya Swahili ya Kongo. Ndio Biblia takatifu Alliance Biblique, njoo hii.
inapatikana ndani kabisa. Na hiyo habari nadhani umeishika hapo. Ndio. Tutasoma tena Ezekieli sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 14. Ezekieli sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 14. Ndio somea, naona wewe ni msomaji mzuri. Watu tuna msomaji lakini inshallah Mstari ya 10 mpaka 14. Ezekieli sura ya 4, Ezekiel chapitre 4 verset 10 à 12 à 14. Na chakula atachokula kitakuwa kwa kipimo shekeli 12 kila siku. Atakikula wakati kwa wakati, na atakunywa maji kwa kipimo sehemu 1/6 ya hini. Atakunywa wakati kwa wakati, na atakula kama mikate ya shairi na utakipika mbele ya macho yao na mavi yanayotoka kwa mtu. Endelea. Bwana akasema hivi tu wananitakapo wakufukuza. Halafu nikasema, Bwana Mungu, tazama nafsi yangu haikuchafuka, maana toka ujana wangu hata saa sikula kitu kinachokufa chenyewe. Wala kilichopasuliwa kwa nyama, wala nyama ya kuchukiza haikuingia kinywani mwangu. Halafu akaniambia, tazama, nimekupatia mavi ya ng'ombe pahali pa mavi ya mtu, na utatengeneza chakula chako juu yake. Takbir. Wow. Hapa tunaona kwamba andiko hii eti Mungu aliamrisha watu wa kule mkate ambayo inatengenezwa juu ya mavi ya mwanadamu, na huyo akapiga kelele akasema, mbona mimi sijakulaga haramu kama vile nguruwe? Tumesoma hapa andiko, sijakunywaga damu, sijakulaga nyama nyamafu. Unaona kama ni kama Waislamu. Sasa akamwambia, basi kamata mavi ya ng'ombe, basi pikia juu yake pale mavi ya mtu. Maana inaweza kuwa maneno ya Mungu kwetu. Sasa anachafua sifa ya Mungu. Itakuwa Muhammad, itakuwa Allah. Amezungumza Allah ni mwongo, Allah ni mwongo, Allah ni mwongo. Sasa haya maneno unayozungumza hapa yanatoka wapi? Hebu tusome andiko ambayo katika Wafalme, sababu hatuwezi kuzungumza yote, na gusa tu kidogo, sababu zingine mimi namwekea tu wakati tutafanya naye mazungumzo. Ikiwa Allah atatuwezesha, tunaweza tukafanya mjadala na tukatumia hizo maandiko zote. Wafalme sura ya 1. Basi mbona yeye alituomba tuonane naye? Sasa aliomba tuonane naye bwana. Wafalme sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 4.